Kumbukumbu 29:29, yaliyo sirini ni ya Mungu wetu, yaliyofunuliwa ni ya kwetu sisi na watoto wetu. Ukipata kweli, unajua kweli, Roho wa Mungu unamtambua kwa sababu anakaa ndani mwako. Haleluya. Yohana 10. Roho wa Mungu unamtambua, anakaa ndani mwako. Lakini kwa mwingine yeye kwake ni upuuzi. Hawamjui. Ndio maana kumwambia mtu hivi na hivi na hivi na hivi na akuelewi. Hivi na hivi na hivi akuelewi kwa sababu yeye hayumo ndani mwake. Huwezi kubishana na mtu ambaye Roho wa Mungu yuko ndani mwake. Amen. Wewe unamtambua kwa sababu unaye. Kwa nini nisikilize? Nisikilize vizuri. Roho wa Mungu ukapata kwa mwabudu, umepata roho ya kweli. Umepata Mungu wa kweli. Umepata neno la kweli. Kwa sababu hata neno ni roho. Mungu ni neno, Mungu ni roho, Mungu ni nuru. Kwa ukipata neno, umepata Mungu, umepata roho yenye uzima ambaye ni roho ya Mungu, umepata nuru ya Mungu. Haleluya. Kwa naomba nisikilize vizuri. Hapa tunamuona Yakobo. Yakobo ametoka kule kwa baba yake, kaisha barikiwa, amebarikiwa tangu mbinguni. Ngani mamake kasema, nenda kawai katapeli. Hakutaka ende, lakini alipewa haki yake ya uzaliwa wa kwanza. Hivi yule mama alikuwa ni mwongo, alikuwa ni hekima? Alikuwa yeye ndo anajua, aliambiwa, sivyo? Nikiwa tamtumikia mdogo. Kwa alikuwa anajua. Akaona yeye mbalako nenda kwa Esau, kimbia. Kwa hiyo katoka kule ameshaambiwa atabarikiwa. Aende kwa mjomba wake, kutafuta mke na baraka zije huko, asije kwa watu wengine. Mwambie mwenzako, unaoa wapi? Unaolewa na nani? Mnafanana kweli. Maki kuona ni kufanana. Unaolewa na nani na nani anakuoa? Unaolewa na nani anakuoa na wewe unaoa nani? Sema mtaoa wa kwetu. Tunaofanana. Haleluya. Naomba nisikilize. Kwa Yakobo anakwenda, anafika pale Betheli. Kumbuka babu yake alikutana na Mungu Betheli. Anajui, analala. Anaona ngazi imepanda kutoka kwenye ardhi mpaka kumbe eneo la nini? Ni madhabahu, eneo lenye agano kwenye ardhi ambapo Mungu anashuka. Mbinguni mahali pake ni lazima kuweka miguu yake. Anapachagua mahali akakutane na wewe. Anaweka jiwe, sio kujua kama ni jiwe la pembeni, sio jiwe la pembeni. Anaweka kwenye mto ili akatembelewa usiku na yeye mwenyewe. Haleluya. Akiona ngazi imepanda mpaka kwenye nini? Mpaka kwenye mbingu, si ndio? Aha. Sasa mbingu ni nini? Naomba nisikilize. Nisomee Mwanzo 1 mstari wa 6 mpaka wa 8. Mwanzo 1. Sote kama jamani tumeambiwa ngazi ilienda mpaka kwenye mbingu. Aha. Mwanzo 1 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji. Likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Aha, Mungu akaliita lile anga mbingu. Mbingu. Haya, uko. Sasa nchi inatoka hapa inaenda mpaka kwenye mbingu. Kichake cha enzi. Kuna basi kwa mimi. Nimekwambia vitu tunavyoviona duniani msione kwa macho.
ni body, ni mwili umepewa kazi. Kwa hiyo anga, tukiangalia tunaona anga. Hebu kiangalia kimwili tu, anga ni nini? Sehemu ya juu iliyo juu ya nini? Ya ardhi, iliyo inuka juu ya wazi, iko wazi, imejaa. Tunaona kuna mawingu. Hebu angalia anga. Hebu tuangalia anga. Tunaona kwa nini? Kuna mawingu. Na leo mtaanza kuprofesai. Hayo anga limeficha mambo ya juu. Mambo ya rohoni. Uumbaji wa rohoni. Uweze kupata kufanikiwa hapa duniani. Na maji ya chini, sasa nikwambie, bahari, mito, nini, hadi maji yako duniani, ni maji yako kwenye ardhi, ambayo ardhi ilibidi yasogee, yani yaitwe bahari, pakavu paonekane. Kwa hiyo haya ni mambo ya chini, ni mambo ya chini, uzima wa mwilini ambao utapita tu, na ndio maana kila kitu kinaongea ni uzima, ni mambo ya mwili, ni mambo ya mwili yanahitaji uzima wa rohoni yaweze kufanikiwa. Kwa hiyo ukiwekewa anga, ina maana mambo ya sirini, mambo ya rohoni yamefichwa. Mambo hapa duniani huwezi kufanikiwa bila kuwa na kujua siri za rohoni. Si umeelewa? Yanafichwa mpaka uende katika roho. Mungu ampi kila mtu bure. Wengine kwa shetani awape bure, wameungana na kuzimu awape bure. Anawapa wale ambao waenda katika roho. Sisi tumeelewana? Mmepata siri? Soma Biblia uone, itafakari. Tena uitafakari kwa tafsiri ya rohoni. Usitafsiri Biblia kimwili. Umeona usije? Ukiona anga, ujue anga linaeleza vitu ambavyo vimefichwa, lazima uvitambue. Sasa siku ya 4 inaekiwa mianga. Inaekiwa nini? Mianga. Iwe ndio dalili ya siku, majira na nini? Jamani, nimesema sasa hivi. Sasa sikia nikwambie. Kwa hiyo anga likaekewa mianga iliangazie dunia. Kwa hiyo anga, huwezi kupata nuru ya Mungu, huwezi kuona mambo yakifanikiwa ya rohoni, lazima macho yako yatiwe nuru. Ukiwa hapa duniani, utambue vitu vya rohoni, uweze kuvitendea kwenye nini? Kwenye mwili. Kwa hiyo anga limebeba jua. Ndio maana sasa nikasemaje, wana wa Mungu, tambua maana ya jua. Jua inaambiwa liangaze mchana, mwezi unaangaza usiku. Vina maana. Nilisema juzi, jua liliwekewa nini? Giza. Kwa tunarudi rohoni. Tunaangalia hivyo, tunaangalia sivyo? Tunaangalia hilo jiwe, lakini huko kwetu alikuonekana, ikaonekana Australia wapi huko sivyo? Lakini nenda katika dunia. Jua linapoangaza huku, mnaiona nuru, huku inakuwa giza. Hiyo tunaelewa hata kijiografia, sivyo? Sasa unaambiwa hivi, anga, jua linaangaza saa ngapi? Mchana. Na Mungu aliita nuru nini? Mchana. Mchana kuna nuru sasa. Sasa unaambiwa hiyo jua inatiwa giza. Maana yake nini? Mchana utaangaza. Mchana utafanya nini? Sasa naomba muelewe watu wa Mungu. Mnajua hivi vitu tunavisoma mnaelewa. Ina maana kuna hasira ya Mungu. Ina maana kupata siku ya mwisho, jua itatiwa nini? Ina maana ni hukumu. Mungu amechukia kitu. Anatoa ishara kwamba hamtaona mchana. Hamtaniona. Hamtafanikiwa. Kwa ndio maana kaa katika utakatifu. Kwa sababu jua linawaangazia wenye haki. Watatoka na kucheza, jua la haki itawazukia. Na hata tusipoona jua la ishara, lakini bado tayari ni nuru kwao.
jua lisikupige mchana wala mwezi usiku, kasema Zaburi 121. Jua litakupiga mchana wala mwezi usiku. Kwa hiyo jua linapiga, huwa linasi. Mungu anatumia ishara ya kuadhibu. Kwa hiyo wewe uone vile, utambue kama ni rehema, anza rehema, kaa katika utakatifu. Kwa sababu kinachotumwa kisikupate. Na Mungu anapoachilia kuangaza, sio yeye anachukua mkono anapiga, anatumia mwaribu ili akujaribu. Kama alivyojaribiwa nani? Ayubu. Mungu amempa mwaribu ili aweze kuharibu. Ni chombo chake. Kwa hiyo ndio maana anakwambia hivi, watu wa nguvu za giza wakiona jua limetiwa giza, ni majira yao na wenyewe kutuma maovu. Na Mungu anatusu ya kupate kama uko tayari ili uchangamke utafute. Kwa hiyo nikasema hivi, kutiwa giza sio kuzuri. Na ndio maana utasikia watu wanaongea baada ya hivi vitu kuna magonjwa yanatokea, kuna vitu vinatokea vibaya. Kwa sababu wanatumia ile majira kuweka giza, kutuma ataki, kutuma matatizo, kutuma nini. Na kama ndio unaambiwa giza, jua itapigwa giza, ina maana hutaona mchana, hutaiona majira. Utupie nini? Kaa vizuri na Mungu. Uanze wewe kwa chombo cha kuwapiga wale maadui zako wasione nini? Nuru. Usipofanya wewe, shetani anafanya nini? Anatumia. Shetani ni roho, anajua vitu vya kuibia katika ulimwengu wa roho. Shetani alikuwa mchaji wa mbinguni, alikuwa rohoni, alikuwa mbinguni, anajua siri. Kasome Ezekiel 28. Alikuwa katika vitu vya moto. Kwenye Eden, Eden kama ilikuwa duniani, Eden maana yake paradise. Eden. Kwa hiyo paradise. Na mtu alipokuwa kwa paradise, shetani ametupwa akaikwa kuzimu shimo la giza. Huyu mtu akaekewa kwa ambassador, akaekewa Eden. Ilikuwa mbinguni, akaekewa duniani. Kwa shetani atataka uone paradise. Ni mpinzani. Usione nuru ate giza. Kuna vitu viangalie sana. Kwa Mungu anapoweka ishara zinaongea wana wa Mungu. Yesu anasema unajua kusoma uso wa nchi kimwili. Lakini mtambui nini? Majira. Ndio maana tunaambiwa hata mwanzo wa mwezi pigeni trumpet. Unaanza unapopiga trumpet, maana kupiga trumpet maana yake nini? Utawala kimbingu duniani, mamlaka ya kimbingu. Utapiga pembe ile kuonyesha utawala kimbingu duniani. Mungu atatamalaki duniani. Ibrahimu wakati anataka kumtoa Isaka, Mungu akutaka Isaka atoke, alikuwa anajaribiwa. Isaka, Yesu aje, Isaka aishi. Kwa akamwambia tazama pembe mwana kondoo pembe yake inaweza kwenye kichaka. Yaani sauti ya Mungu ndio mwacha Adamu imerudi kupitia mwana kondoo. Kwamba Ibrahimu amebarikiwa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yule malaika aliongea kwenye anga. Inasikika. Kwa unapotamka mbingu inakuwa inatiwa nuru. Wingu la Mungu linaanza na wewe. Ndio maana hata Musa alikuwa anaambiwa piga trumpet. Ile ilianza kwa Ibrahimu. Mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Piga trumpet. Wingu la nuru linaangaza, anaanza nalo. Kama tulivyopiga kwa trumpet. Tunaanza na wingu la nani? Na Mungu. Tunaanza na nuru ili tuimalize vyema. Hatuwezi kuanza peke yetu. Kwa hiyo anga lina ishara, unaambiwa piga trumpet mwanzo wa mwezi kuonyesha kwamba sauti ya Mungu, utawala Mungu, yeye Alfa, tuko naye, nuru yake tuko naye mwezi huu, yanaitenga giza. Mungu mapenzi yako yatimizwe, chukua safari ya mwezi huu, sisi pamoja na wewe. Ndio inavyosema Zaburi 81 mstari wa 3, pigeni panda mwandamo wa mwezi wakati wa mala mwezi. Kanisa, watu wa Mungu hawajui, lakini watu wanajua kwenye miungu yao. Mungu anamwambia watu wapige matrumpet, hata mizimu wana matrumpet. Watu wa mizimu wana trumpet. Huko kweli washapiga trumpet. Wana kondoo mwenye pembe 7. Unapoipiga mbingu inakuwa wazi, maombi yako yanakuwa nini? Manukato. Yanasikika. Mungu wale malaika mbinguni wanapigania. Kasome Ufunuo 8, uone madhabahu ya mbinguni. Malaika wale wanapiga zile pembe. Ole wake malaika mwisho kipiga trumpet ya 7. Ndio maana trumpet ukipiga 7 ni kwamba Alfa na Omega amekusudia lazima amalize. Kwa hiyo anga natakiwa wewe unaona mwezi unaandama usiku. Na kama mwezi unatoa nuru usiku, ina maana Mungu asema hivi,
mimi huu mwezi wote nitakuwa nuru, hutauona usiku. Usiku ni nini manake? Shida, matatizo, giza. Hutaona matatizo, giza itaiweza nuru, ndio manake. Ili somo tunafundisha watu wamefunga, na ndio tunaongea kuhusu nafsi. Wengine hawatulii, wanatoka nje ingia, yaani wengine hawapo. Sasa msikiliza nikwambie. Kwa hiyo anga, nalichambua anga. Huyu anaona mbingu iko juu, lakini ngazi napanda kwenda juu. Ina maana nini? Ni wakati wa Yakobo kubarikiwa, ni wakati wa Yakobo kwenda juu, ni wakati wa mbingu, anga imetamalaki kwenye nini? Ardhi. Sisi tunaelewa. Kwa hiyo anga ina kazi kubwa. Anga ikizuiliwa, maana yake hutajua mambo ya rohoni. Jua litakuangazia ujue vizuri jinsi gani unafanikiwa. Mwezi hautaandama kwako. Nyota ni watu wakuu, utaona ukiangaza. Hutamwona yule malaika wako akikuangazia. Make nyota nazo zinaitwa nini? Malaika. Na malaika wameumbwa kuwatumikia wale watu wokovu. Ibrania 1:13-14. Malaika ni roho wanaotumwa, kuwatumikia wale watu wokovu. Malaika wanatenda kazi. Ufunuo Yohana 1:16. Yohana akaona zile nyota 7. Mungu akamwambia ni malaika wanaotumwa. Si ndio? Katika makanisa yote. Shetani alikuwa mchaji wa mbinguni. Shetani alikuwa ni malaika wa nuru kabla hajakosea. Alitupwa na theluthi ya nyota, yaani na malaika wale waliokuwa wanamupa mkono, wakatupwa nao kuzimu. Sasa hivi wanaitwa malaika wa nini? Wa giza. Sio malaika wa nuru tena. Nyota ni watu wakuu. Nyota ikachomoza. Na maana kuna kitu kinakuja kuonekana cha jambo la Mungu ambacho kimekibeba mtu. Haleluya. Na unapoangalia majira, unajua Mungu majira anasema nini? Maana Mungu sawa, tazama natuma malaika aende mbeleni, akafikishe kwenye Mwebusi na Mhiti na Perusi. Msiteke silaha. Maana yake ndani mwake ndipo jina langu. Nilisema na wewe nyota yako ili angaze ile kusudi ambalo Mungu amekuitia duniani. Ujaje bure. Ninapoangaza una malaika anayetenda kazi kwenye hilo jambo unaye. Ndio ana nyota fedha, ana nyota kitu fulani. Wana Mungu wangu, tambua hivi vitu. Na ndio maana tunataka kuzima nyota yako. Usiache amekuibia tu wewe ulikuwa umekaa na Mungu akakuibia. Alitafuta njia kabla ya kumwibia Adamu. Ukasababisha jambo, akakushtaki, akaizuia nyota. Ndio nyota yako inakuwa imeibiwa mzima. Na huo mwili kama Mungu ana nyota kubwa, shetani akikuzuia, anakutumia kwa viwango vingine. Anajua huo mwili Mungu aliumba special. Kwa hiyo yeye anatumia kwa majini makubwa. Ndio anakufunga wewe. Naomba hivi vitu tuelewe. Ndio maana kuna mtu ana matatizo sana, jua huyo akiokoka, Mungu akimshati maki, ana kitu kikubwa sana ambacho shetani anapigana nacho. Haleluya. Kwa hiyo vitu ni vitu ambavyo vinaongea. Yusufu akaona nyota 11 zinamwinamia. Ina maana yeye ni nyota kubwa zaidi. Katika wana 12 wote watamwinamia wote. Mmoja kuona hata babake akasema, "Da, ina maana na mimi na mama yako na wadogo zako na ndugu zako, kaka zako na tutakuinamia." Mmoja kumwona baba ameinuka afu wa pili. Yeye ndo kangana wote. Na wenzake 11 wana mwinamia. Hivi vitu naomba muelewe ili muweze kutambua, kwa sababu Roho Mtakatifu anaongea kwa lugha ya picha. Tunavyoviona hapa kwa macho ya nyama kwa picha, hivi ndio Roho Mtakatifu huaga anavionyesha kwenye ndoto, unaviona live ili uweze kutafsiri. Kwa hiyo anga imebeba ishara, kama uelewe. Anga likifungwa na wewe pia umefanya nini? Umefungwa. Hutapata jinsi gani kufanikiwa. Anga ukifungwa, ardhi haifanikiwi.
ardhi inafungwa. Ardhi inategemea anga. Anga ili ardhi finyangike, iwe na uzima, hata itoe baraka, ikuzalie baraka, wewe unatoka kwenye ardhi, huo mwili wako ili utiwe baraka, inategemea nini? Anga. Sasa nikwambie, ardhi haikosa kumfinyanga mwili wa mtu mpaka ukungu kutoka juu katilia maji ardhi. Maji ni roho wa Mungu, ni uzima wa Mungu, maji ya uzima. Yalivyokuja kwenye ardhi, ndipo ile ardhi Mungu akaweza kufinyanga. Nisomee Mwanzo 2 mstari wa 6. Twende mpaka wa 7. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Sasa sikia, ukungu ukapanda kwenye ardhi, si ndio? Sasa hapa lazima mjifunze na nyinyi, mtakuwa manabii by fire by force. Bicho tutachangamka tu. Upende usipende. Nabii ndiye anajua siri za Mungu. Mungu asema jambo lote pasipo kujulisha watumishi wake manabii. Mungu ndivyo anasema tumie mwili kuikia ufahamu, utambue. Si ndio jamani? Sasa sikia nikwambie. Ardhi. Sasa hivi tunawaambieni, kwa mfano wewe siku umekaa, Mungu anaongea na wewe. Umeamka asubuhi unaona umekutana hapo. Unamwacha tu wewe. Leo kuna ukungu jamani. Tambua usonji. Utambue na majina. Neno la Mungu litambue, litafakari katika roho. And then akili zako zote zina akili. Hakuna unabii unaotoka mbali na neno la Mungu. Ukiona ukungu, jua tayari. Nakumbuka kwa siku mimi nimeenda Shilo. Nikawa nataka nimsikie sana Mungu. Siku nilitoka nikaona ukungu umejaa. Mungu akaniambia vua viatu, kule nikavua viatu kama vile ya Musa hivi. Nikaanza kutia na vutika njo. Nikaenda mpaka katikati. Natakiwa uwe na moyo. Unaangalia vioni wenzako wala nini uko katikati. Wala kwa mara ya kwanza ndio nijua ukungu ni nini, kabidi nitafute kwenye neno. Nikasikia sauti ya Mungu ananiambia niko pamoja nawe. Sikupata uoga wala nini. Siwaone hata viatu vyangu nilivyoacha sijui ni wapi. Akaniambia sema tujadiliane, niko pamoja nao. Mungu alinifunulia vitu, wana wa Mungu. Nikaanza kumweleza hali za moyo wangu. Kwenye kunikanya alinikanya, kwenye kunielimisha alinielimisha, kila kitu. Sasa wewe ukungu umefika na baki jamani, hebu ingia ndani, kuna ukungu wa ajabu. Hivi unatambua mambo katika ulimwengu wa roho. Ina maana Mungu ameshuka kufanya kitu kwenye ardhi. Kuna kitu kitaka kifinyangike, kiwezekaniki. Ule ukungu umetilia ardhi maji, ndio Mungu anaweza kufinyanga nini? Mwili. Unaona connection ya kitu cha kimbingu kwenye ardhi. Kwa hiyo anga linapokuwa wazi, jua ardhi yako haiwezi kufanya nini? Kufungika. Adamu wakati ameumbwa, alipokosea sauti ya Mungu, mbingu ilipotiwa giza na ardhi ilifanya nini? Ilikuwa giza. Naomba nisikie sasa. Hii si nakupa. Anga likiwa wazi na ardhi inakuwa wazi. Hebu angalia wakati Bwana Yesu anasulubiwa msalabani kutuzaa mara pili. Ile anga ilikuwa limefunga kwa Adamu. Yesu analifufua. Damu yake ilipomwagika tu inamdai ile damu takatifu ya nani? Ya Adamu aliyepotea. Ilipomwagika ile damu, pazia kizuizi. Pazia la hekalu. Sisi ni hekalu la Mungu. Kule Yerusalemu ile pazia inapasuka pa. Na Mungu watu wanajua maana ya tafsiri. Alikuwa anaingia kuhani, pazia linafungwa, kina Musa wanaingia patakatifu, kina Haruni wanachagua ingia patakatifu, pazia lifunikwe. Yaani yeye anawakilisha katika roho, anga liko wazi, mbingu iko wazi. Anaingia patakatifu, anakutana na Mungu. Mungu anaonana na yeye kwa ajili ya majibu ya wengine.
Lakini Yesu alipokuja, kila mtu aliyeokoka alikuwa na uwezo kuingia patakatifu pa patakatifu. Pazia hekalu likapasuka. Kwa hiyo wakati pazia linapasuka pale duniani, wakapata tafsiri ya sema huyu ni Masia kweli. Maana yake tumeambiwa atalivunja pazia la hekalu. Atalivunja na kulijenga. Haleluya. Kwa hiyo huyu ni mwana Mungu kweli. Ina maana anga lilikuwa wazi. Yule mtu alienda kuzimu alifufuliwa masaa yale. Kwa hiyo anga ilipokuwa wazi, ardhi nayo ilifanya nini? Ilitikisika. Miamba iliyokuwa imezuia ilifanya nini? Ilipasuka. Makaburi yakafunuka. Unaona connection ya anga? Yaani Mungu kwanza kutamalaki kwenye ardhi. Ufunuo 21:3, kiti cha enzi kitaketi na wanadamu. Mungu akaanza Roho Mtakatifu akashuka tena. Kwanza kutumia mwili. Mwili ni hekalu la Mungu. Wakorintho wa kwanza 6:19. Je, hamjui miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na ndio maana baada ya kuokoka, baada ya ufufuo, Roho Mtakatifu atashuka ili akurejeshe kama alivyokumba rohoni, uanze kufanikiwa na kuwa na afya tele kama roho yako inavyofanikiwa. Sasa sikia nikwambie. Roho Mtakatifu anaporudi, nafsi yako inaanza kurudishwa. Kwa sababu gani? Sikiza nikwambie. Nafsi iliharibika kwa mtu wa kwanza pale kwenye bustani ya Edeni. Haikuwa wakati Mungu anaumba, nimekwambia, kutoka kwenye ardhi ule mwili, si ndio? Akaupulizia pumzi. Ina maana roho Mungu aliingia kwenye nini? Kwenye mwili. Mungu pumzi ni uhai. Na neno ndio uhai. Neno la Mungu ni hai. Waebrania 4:12. Neno la Mungu ni hai. Tena lina nguvu. Tena ni upanga. Ndio kaza kupewa mamlaka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Yohana 19:54. Kwa 34. Yohana 19:34. Yesu anachomwa mkuki katoka damu na maji. Mathayo 27:51 mpaka 54. Pazia hekalu kapasuka. Ardhi ikatikisika, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka. Ina maana neno yeye akarudi kuumba mwili. Alirudisha. Roho akarudi kukaa kwenye mwili. Na ndio maana hata neno la Mungu likija Bwana yeye mwenyewe ndio kufinyanga upya. Kumbuka Ezekieli 37, Ezekieli anambia atabiri neno tu. Lije niumbe. Ardhi ifanye nini? Akasema kishindo, ardhi kitikisika. Kwa hiyo yeye neno anamrudi kwa yule aliyepoteza neno. Kwa hiyo wote wa Adamu tuliokuwa tumeenda kwenye dhambi ya asili, tukaanza kufufuliwa na sisi. Tukaanza kuwa tunarudishwa kwenye hatima zetu. Kwa hiyo anga linapokuwa wazi, nafsi yako sasa ndio inapokuwa inaelewa, inafunguliwa nafsi. Anga likiwa wazi, nafsi yako inafunguliwa. Maana tunapata akili za kimungu, tuyafanya mambo makubwa ya kimungu. Makili roho Mungu inakaa ndani mwako. Zile akili za kimungu ambayo Mungu ametaka huo mwili ufanyeje, ndio itakuwa nafsi. Kwa nafsi kifungwa, hutajua ni sehemu kufanikiwa. Kwa hiyo nafsi ni nini? Tumemaliza anga, tuingie nafsi ni nini?